Aha! Sasa nimejua. Kumbe ili uonekane ni mtu lazima uwakalie watu, na wakilalamika unawafinya kweli, na hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Waletea habari tukiwa kwenye hatari kwa sababu ya kusema ukweli. Mnatuona nyani. Tunaiba kwa hiari, kwa lolote tuko tayari, kwani sasa tumejua. Mnatuona nyani. Barikiwa kuonewa, haki zake kudhulumiwa, na mtoto kuuawa. Mnatuona nyani. Kifungo kutumikia, kosa kumsingizia bila kumuhurumia. Mnatuona nyani tu. Tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2022 ndiyo ilikuwa siku ya mwisho ya mchungaji Mbarikiwa kuingia kwenye ofisi za msajili. Na akiwa kwenye ofisi hizo za msajili, Emmanuel Kihampa alimwambia kwamba yuko tayari kusimamia sheria hata kama zitamwingiza Mbarikiwa kwenye matatizo. Ni tarehe hiyo hiyo mtoto wokovu, mtoto wa pekee, alipoteza maisha akimwaga mama yake huko hospitalini na kumwambia, mama, naomba ukienda nyumbani umsalimie baba. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa Mbarikiwa kushughulikia mchakato wa usajili. Sikiliza sasa kilichoendelea. Mnatuona nyani. Habari nyingi za Dodoma, mafuta mengi amechoma kwa moyo na kujituma. Mnatuona nyani. Kwa bidii bila kukoma usajili kufuatilia, lakini ilishindikana. Mnatuona nyani. Mali nyingi kapoteza, mbele yenu naeleza alipambana alivyoweza. Mnatuona nyani. Amejaribu kila njia kufuata sheria zenu, lakini mmembeza. Mnatuona nyani. Kwa huko kusumbuliwa na usajili hakupewa, wiki baada ya msiba kesi ilifunguliwa. Mwaka umesha katika na hukumu kutolewa, miaka 3 jela, kifungo kutumikia, bila hata huruma kupewa nafasi ya kujitetea wala kupunguziwa adhabu. Mnatuona nyani. Takiwa serikali kuzikataa nyaraka, na tena kwa ukali. Mnatuona nyani. Mihuri na sahihi walizompa wao akitaka kusajiliwa. Mnatuona nyani. Pongezi kwa Paulo Ntumu aliyetoa hukumu akiwa na tabasamu. Mnatuona nyani. Hukumu ya kifungo badala ya faini, Mbarikiwa gerezani. Mnatuona nyani. Watoto wake wanalia wakiwa hatarini, kumbe hii ni kwa sababu mnatuona nyani tu. Salamu zangu za kishujaa zimfikie Salome Mwapeta au Mama Mbarikiwa, ambaye pamoja na mume wake kufungwa, mtoto wake kuuawa, bado amebaki na ukiri mmoja tu wa kuishi kwa wema. Mungu ambariki na mtie nguvu sana. Amen. Tunasema hivi, mnatuona nyani baba yetu kumfunga, mnatuona nyani tu bila kosa lolote, mnatuona nyani tena tu, badala ya faini mnatuona nyani tu, tunakazia kusema mnatuona nyani, hata tunavyoongea mnatuona nyani, tia huruma, mnatuona nyani, tia kwa upole, mnatuona nyani, tia kwa ukali, mnatuona nyani, useme tena mnatuona nyani, hata utu hamna, mnatuona nyani, mnatuona nyani tu, mnatuona nyani, mnatuona nyani tu, mnatuona nyani, hautaondoka na cheo, mnatuona nyani, utaondoka ulivyokuja, mnatuona nyani, jueni kwamba mnatuona nyani, mnatuona nyani, bila kumfunga Mbarikiwa mmechochea moto mara 7, zaidi mmechochea mara 7, yani hamjapunguza chochote. Kumfunga Mbarikiwa mmewasha moto, mmechochea mara 7, mmechochea mara 7, hamjapunguza chochote. Mimi ni mwanamke, sina mtoto, niko tayari kwa lolote, niko tayari kwa lolote, fanyeni lolote. Una cheo, ipo siku hicho cheo utakuwa nacho. Ni kweli, ni kweli. Ipo siku hicho cheo utakuwa nacho. Ni kweli kabisa, yani point. Kumbuka ulikuja uchi. Kabisa. Kumbuka ulikuja uchi. Kumbuka nilikuja uchi. Ndio. Utu. Zingatia utu. Zingatia utu. Kabisa. Hata ukifa utaheshimika. Zingatia utu. Yote tunajua kwamba mwanadamu uishi kwa vyovyote, uheshimiwe sana, uonekane ni Mungu. Yani wewe kila unapopita watu wanakuheshimu, kila saluti, yani unapopita tu shikamoo na lakini jua kwamba utakufa na hautaondoka na nyumba, hautaondoka na cheo, hautaondoka na mtoto wako, utaondoka wewe kama wewe. Ulikuja wewe, utaondoka wewe. Cheo utakiacha, watoto utawaacha, kazi utaiacha, mke utamuacha. Zingatia utu, zingatia ubinadamu. Msituone nyani, na sisi
kutumia. Msituone nyani. Sisi ni watoto wa watu kama nyie mlivyo watoto wa watu. Naam. Kuna watu wengine unajua nimeshangaa sana. Na mimi pia. Watu wengine wanasema Mbarikiwa amefunga. Na bibi mtafute makanisa ya kusali. Wapi? Mtoto wa Simba analelewa na mbwa. Anaenda pusi. Mtoto wa Simba